Na umeingiaje humu hali ya kuwa mlango umefungwa? Pasta, mimi ni mtu mwema kwako. Kapasta, na umelijuaje jina langu? Kama nilivyokuambia, mimi ni mtu mwema kwako. Toa hofu. Mtu mwema? Ndio. Ulikuwa unataka nini kutoka kwangu? Hiyo cheni uliyoshika sio cheni ya kawaida, ni cheni kutoka ujinini. Cheni kutoka? Basi chukua cheni yako. Hapana, hiyo cheni imekuchagua. Wamepita binadamu wengi sana pale, lakini wewe peke yako ndio umeiona. Hivyo basi, hiyo cheni nimekuchagua wewe, na hiyo cheni ni cheni ambayo ni cheni nzuri sana. Ni cheni ambayo ukiitumia vizuri itakupa utajiri na utakuwa mtu mkubwa sana hapa duniani. Ina maana hii cheni ina uwezo wa kunibadilishia maisha? Ndiyo, kama nilivyokuambia, hiyo ni cheni nzuri sana. Itakupa chochote utakachokitaka, chochote utakachokitaka, hiyo cheni itakutimizia. Hivyo basi, ina masharti yake, na ukiyazingatia utakuwa mtu mkubwa sana. Masharti? Ni masharti gani hayo? Sharti ya kwanza, hiyo cheni inataka usikutane kimwili na mwanamke yeyote yule ambaye ni binadamu wa kawaida. Inawezekana vipi hali ya kuwa wiki tunanga inapaa na sitoweza? Sasa inakuwaje nisifanye mapenzi na binadamu? Kama nilivyokuambia, hiyo cheni sio cheni ya kawaida, na pia itakupatia chochote kile unachokihitaji. Hivyo basi, hiyo cheni ukijisikia haja hivyo vitu vyako, unaiomba hiyo cheni, ninakuletea mwanamke, lakini huyo mwanamke atakuwa sio mwanamke wa kawaida, sio binadamu wa kawaida. Kumbe si cheni ya kawaida, bali ya maajabu kutoka sayari nyingine, na siri zake nzito majini wakajidhirisha. Basi sawa, hilo halina shida. Sharti la pili, hautakiwi kukumbatiana na mwanamke yoyote hapa duniani. Sharti la tatu, inatakiwa uwe msafi sana. Msafi? Kama ni usafi, mimi naoga kutwa mara 3, na pia kama kuhusu masuala ya nguo nafua. Sio usafi huo unaomaanisha. Usafi unaomaanisha sio usafi wa mwili tu. Usafi unaomaanisha ni usafi kuanzia mazingira unaokaa mpaka nguo, kila kitu, na kutokufanya. Na sharti la tatu, endapo utakiuka masharti yao nilokuambia, hiyo cheni itatoka na kwenda kwa mtu mwingine. Hivyo basi inabidi uitumie kwa umakini. Sawa, nakuelewa, hilo halina shida. Usijali Pasta, uwe na siku njema. Changamoto zikanijia, misukosuko isiyoisha, nikajuta kuokota cheni, nikatamani kuitupa. Nimejifunza maisha ni safari, si kila kinachong'aa na dhahabu kweli. Asante cheni. Hivi dada, vipi safari yako ya kwenda duniani? Ulifanikiwa kuonana na yule kijana aliyeokota hazina ya cheni? Ndio, nimeonana naye, na kama nilivyokuambia naenda kumpatia masharti. Ni kweli masharti nimempatia, kwa hiyo nasubiri tu utekelezaji wake. Kwa hiyo dada, wewe labda unamuona labda vipi, unaona hayo masharti kweli atazingatia?
Kwa jinsi ninavyomuona yule kijana, sijui kama ataweza kufanikisha ile masharti. Maana kama unavyojua mdogo wangu, hazina cheni inahitaji usafi sana. Lakini kwa yule kijana nilivyomtazama, sijui kama ataweza hivyo vitu. Lakini subiri tuone kama atafanikiwa au la. Lakini mdogo wangu, naendelea kukukumbusha kama nilivyokuambia, achana na safari za duniani. Kule duniani kila binadamu anaamini kuwa hamna jini mzuri. Kwa hiyo ikitokea umejua kuwa wewe ni jini, hawataamini kuwa wewe ni jini mzuri, watakuzuru na kukuua moja kwa moja. Na kama unavyojua tumebaki wawili tu. Kwa hiyo kwa makini mdogo wangu, wakija kukujua kuwa wewe ni jini, watakuzuru na kukuua moja kwa moja. Kumbuka tumebaki wawili tu mdogo wangu. Kwa hiyo naomba achana na safari za duniani. Sawa dada, mimi nitazingatia. Okay. Ngoja nikuage mdogo wangu. Dada naye duniani kulikuwa kuzuri vile. Acha niambie niachane nako. Hapana. Siwezi. Cheni ya ajabu, oh cheni ya ajabu, umenipa furaha na machozi. Cheni ya ajabu, oh cheni ya ajabu, umenifanya tajiri. Mambo dada. Vipi? Mbona uko peke yako mazingira sasa hivi? Na napunga upepo tu. Mimi naitwa Mulile au maarufu sana wanapenda. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Sada. Sada. Sasa nikwambie kitu kimoja tu. Yaani una muonekano mzuri na pia una mvuto wa ajabu sana. Asante. Umetokea wapi? Mimi nimetokea huko kwetu. Lakini umenaa sio mbali sana. Basi, yaani amini usiamini. Moyo wangu ghafla tunatokea kujipenda kabisa. Kwa hiyo natamani fahamiane zaidi, uwe karibu yangu. Sawa, nimekuelewa. Unanielewa? Unaweza nikapata nafasi kweli? Sawa, nimekuelewa. Sawa. Basi naomba nipatie hata namba ya simu ili tuwe tunawasiliana. Hauna simu? Sina simu. Kweli mwanamke mzuri kama wewe anaweza akakosa simu? Sasa je, mimi nimekupenda, tamani tuwe karibu zaidi na wewe. Nikitaka kukutana na wewe nitakupata vipi? Yoki ni chai. Sijapa. Hapa. Mazingira ni hapa hapa, sio mbali sana. Kwa hiyo kijapa. Hapa. Hapa. Sasa wewe utajuaje kama mimi nimekuja? Kwa mimi nikifika tu hapa nakupata. Ukija hapa mimi nitakwambia. Kwa ukija hapa mimi sitaenda na ukija mimi nitakwambia.
Basi sawa. Sawa. Acha niwaje uendelee funga upepo na mimi niendelee na shughuli zangu. Sawa. Si mimi nitakuja hapa. Nitanikuta. Haya, uwe na siku njema. Haya, mbona pia. Nilikuona macho yako yakanena, ukarusha tabasamu likaniteka sana, lakini moyoni sauti inanena, si kila anayekuja anafaa kubaki mwema. Ulinipa maneno kama maua bustani. Mwanangu, nimekuita. Kuita kwangu nataka nikuandae. Sisi wazazi wako tushakuwa watu wazima, na wewe ndio mtoto wetu wa pekee. Nataka tukuandae ili uweze kulisi kiti hiki cha ufalme. Au unasemaje mke wangu? Ni sawa, lakini sio kumwambia tu. Tunahitaji atuletee mkwe. Mkwe? Ndio. Sasa umemsikia mama yako mwanangu? Nilimsikia. Kuhusiana na swala la kuoa, hata mimi pia nahitaji. Yaani mimi mwanangu nahitaji umletee mkwe mapema. Sawa. Yaani mapema sana. Sana baba zao mama hapa. Tunakaribia kuzeeka. Sawa wazazi wangu, mimi nimeelewa. Na swala la kuoa, hata mimi pia nahitaji. Je, ushampata mwanamke? Ushakuwa na mawasiliano naye? Wewe mchumba? Naam. Yupo, lakini sasa yupo katika falme ya pili. Ni miongoni mwa wale mabinti ambao waliachiwa ufalme na baba yao. Anaitwa Sada. Waliachiwa ufalme na baba yao? Aha, yule mfalme wa kambi ya pili? Ndio. Yule ni jambo jema. Yule alikuwa rafiki yangu sana. Yaani alikuwa rafiki yangu sana, tulikuwa tunashirikiana naye kwa kila jambo. Alikuwa ni mtu wa karibu sana. Alikuwa ni mtu mmoja mzuri sana. Sawa. Kwa hiyo pale mwanangu hujapotea. Au unasema? Unawajua? Namfahamu vizuri sana yule bwana mfalme marehemu alifariki. Yule alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana. Anaitwa Sada. Sada. Yule wa pili yule, kiachana mkubwa mdogo. Sana. Yaani kama ndio huyo mwanangu. Mko chumbani. Kweli? Nakaona kaka binti, nakajua. Si kale keupe. Nikafahamu. Mzuri sana mwanangu. Sasa mimi nitashukuru sana. Nitashukuru sana kwa sababu yule binti ndio ni miongoni mwa mabinti ambao kikweli nilikuwa na ndoto naye sana kumuoa. Kwa hiyo kama nitafanikiwa kumpata, sio, nitashukuru sana. Basi sawa. Wewe babu umeshakuwa kidume. Inabidi uoe bwana. Ninakutakia upendo utakaojaa nuru. Mtu atakaye kuita mpenzi kwa sauti ya hakika. Mdogo wangu, kwa nini upende kunisikiliza? Nakwambia kila siku kuhusu mavazi yako. Hebu tazama. Sisi hapa kwenye Maya ni watu tunaoangaliwa sana. Haya watu watatuchukuliaje? Ona hicho kichwani, ni nini kama ikifanya kichwani? Dada, hii ni vitu tu tunapaka duniani. Ni nini? Ni pambo kama huko kwenye Maya. Ni nini umesema inaitwa? Inaitwa bridge. Bridge? Bridge ndo kitu gani?
Ni mapambo tu ya duniani kama alivyokuwa mapambo ya huko jijini na duniani ndio mapambo. Mdogo wangu, mbona yani sasa hivi umeharibika sana? Yaani nakuona unakuwa sana na mambo ya duniani. Eh? Hebu niangalie mimi na wewe. Tunafanana kweli? Ndugu yangu. Nisikilize kama mimi kama dada yako. Duniani sio pazuri. Hebu badilika. Kwa nini sasa hivi yani unakuwa tofauti kabisa na sisi? Yaani umekuwa tofauti na sisi. Hapana, tazama nguo unazovaa. Hivi kweli? Hapana, mbona mimi niko tu kawaida na binadamu hawana shida. Hebu niangalie mimi na wewe. Tunafanana kweli? Hapana, zamani kawaida tu ama mavazi ya kawaida ya duniani. Hebu ishi ni pambo kama mapambo yote huko. Kwa nini unasema sana duniani? Sisi sio watu wa duniani. Sawa dada, nakuelewa. Badilika. Karibu Malkia. Asante binti yangu. Mbona umekuja ghafla na sio kawaida yako? Kuja huku mara kwa mara. Vipi, ni heri? Ni heri. Hey. Sasa Malkia, hapa tupo wawili. Hii ni kwa ajili yangu ama ya huyu ndugu yangu? Hiyo ni kwa ajili ya Sada. Sawa sawa. Ndugu wangu, hii ni bahati imetulia. Sasa unakwenda kuwa malkia mkubwa, tena kwenye himaya kubwa sana. Dada, hapana, nisipo tayari kuolewa. Mbona nami bado mume wangu ni mdogo, niendeje kuolewa? Hapana dada, mimi bado binti mdogo sana, labda ukaolewe. Ndugu wangu, hii ni bahati yako na imekuja kwa ajili yako. Wakati wangu mimi ukifika na bahati yangu ikifika, na mimi nitaolewa. Hapana dada, mimi bado mdogo sana. Kweli kabisa makubali mimi mdogo wako nikaolewe? Ndugu wangu, hapana dada. Unaona kujiona ni mdogo hapo? Mimi ni binti mdogo, uniona. Wewe mdogo wangu, una udogo gani? Hapana dada, mimi sipo tayari kuolewa. Sipo tayari kabisa kuolewa. Hii ni bahati unaipoteza. Hapana. Hiyo bahati ichukue mwenyewe. Mdogo wangu, sitaki. Unapoteza bahati. Jamani mabinti zangu. Msigombane. Kama imeshindikana basi. Sawa. Basi nenda. Bariki. Sipo tayari kuolewa na mwanao. Sawa, haina shida. Samahani Malkia. Nitakupa jibu. Haina shida mwanangu. Hapana dada, mimi ndo jibu la mwisho. Siwezi kuolewa. Yaani kamwambia mwanao sana kunioa mimi asahau. Siwezi kuolewa. Sawa, nilikuwa hivi mimi naondoka. Sawa Malkia. Hivi mimi muda mwingine nakuwaga na akili timamu kweli au ndo nini? Yaani kwa tamaa zangu kabisa nimekuja nimekaa hapa nasubiri mwanamke. Nitakaa mpaka saa ngapi? Kama kweli angekuwa ananihitaji au amekubali kuwa na mimi, kwa nini asingenipa namba yake ya simu? Au angenionyesha nyumbani kwao? Lakini acha nisubirie bahati yangu. Ngoja nijaribu. Inaweza ikawa riziki yangu.
Nilikuona macho yako yakanena, ukarusha tabasamu likaniteka sana, lakini moyoni sauti inanena, si kila anayekuja anafaa kubaki mwema. Ulinipa maneno kama maua bustani, ahadi zako tamu kama asali mdomoni, lakini mapenzi sio ndoto za ghafla ndani, yanahitaji roho mbili zikubaliane.